Kwa nini ni muhimu tujifunze kuhusu mahusiano? Kwa sababu kuna mwingine anaweza kusema hili somo lina ulazima gani sasa? Kwa nini jifunze kuhusu mahusiano? Ziko sababu. Jambo la kwanza au sababu ya kwanza, bila mahusiano maisha yatakusumbua sana. Hiyo ni sababu ya kwanza. Bila mahusiano, tena unaweza kanisaidia kuandika mahusiano sahihi, itakuwa nzuri zaidi. Bila mahusiano sahihi, haya maisha yatakutesa sana. Haya maisha yatakusumbua sana. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18, hili ni andiko maarufu, wengi wanalitumia kwenye masomo ya ndoa, lakini nimelipenda kwa sababu linatupa kanuni ya jumla ya kimahusiano. Maandiko yanasema baada ya Mungu kufanya uumbaji wake, kaumba mito, kaumba vitu vingi, kaumba viumbe, kafanya kila kitu ambacho aliona ni kizuri. Siku ya 6 akaamua kumuumba mtu. Alipomuumba mtu, inaonekana huyu mtu kuna interval, kuna muda fulani huyu mwanaume alikuwa mwenyewe. Biblia hainyoshi moja kwa moja kwamba alikaa kwa muda gani. Sawa, watumishi wa Mungu, haitupi maelezo kwamba alikaa akiwa bachelor kwa miaka 10, alikaa akiwa bachelor kwa miaka 30. Biblia haisemi, ila tu kuna baadhi ya maoni ya wanatheolojia. Baadhi wanasema huenda alikaa miaka 30 ndipo akaja akapata mtu, na wanakisia hivyo wakijaribu kumhusisha na Kristo, kwamba Kristo alikuwa ni Adamu wa pili, na huyu Adamu wa kwanza aliyeumbwa kwa udongo, kuna namna jaribu kumhusisha kwamba huyu ni Adamu wa kwanza halafu kuna Adamu wa pili. Kwa pengine wanahisi kama Yesu alianza huduma akiwa na miaka 30, akaanza kutafuta mke. Unajua Yesu alikuwa na mke wangapi? Mnafahamu? Tuongee. Unajua kama Yesu alikuwa na mke? Ndio unasikia leo. Wangapi ndio unasikia leo kama Yesu alikuwa na mke? Wow, Yesu ni bwana harusi. Bibi harusi nani sasa? Shauri yako. Yesu aliwahi kuwa na mke duniani hapa. Wale wanafunzi ambao alienda kuchumbia mwenyewe. Yaani ni kama alikuwa anatafuta watu wa kuhusiana nao. Alianza kuwatengeneza. Lakini alianza hii mission akiwa na miaka 30. Kwa wanatheolojia wanasema huenda huyo Adamu pengine. Hakuna maelezo moja kwa moja. Usichukue kama kweli kuu, ila ni baadhi ya maoni ya watafiti na wachambuzi kwamba huenda Adamu alikaa miaka 30 ndipo akapata mwenzi. Lakini nafurahia kauli hii kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Mungu mwenyewe anamwangalia Adamu, anasema si vema awe peke yake. Unajua mtu ambaye hana mahusiano na chochote ni mtu ambaye yuko peke yake. Si ndivyo watumishi wa Bwana? Yaani ukitafuta mtu wa aina yake umpate. Haina maana kwamba kulikuwa hakuna viumbe vingine. Kulikuwa kuna wanyama, kulikuwa kuna ndege, kulikuwa kuna viumbe vingi tu. Lakini hakukuwa na mnyama wa aina ya Adamu. Hakukuwa na kiumbe aina ya Adamu. Kwa Mungu alimuona ni kama yuko peke yake. Hivi unajua mtu ambaye unamuona yuko tofauti na wewe, ni ngumu sana kushare naye, si sawa? Yaani kuna vitu huwezi kuongea naye kwa sababu unahisi kuna namna hamwendani, kuna namna hamfanani. Kwa hata Adamu alikuwa anakosa mtu wa kushare huzuni zake. Kama alikuwa amechanganywa na kazi, maana kumbuka alipewa kazi. Kuna baadhi ya watu wana tafsiri tofauti. Wengine wanasema unajua kazi ni matokeo ya dhambi. Sio kweli. Dhambi ilikuta kazi kiwepo. Mungu alimuumba Adamu na akamwambia afanye kazi. Sasa mimi uko usitaki niende kwa sababu hilo somo lingine. Mwalimu wetu anakuja kutupigia masomo haya. Mimi nataka nibaki tu kwenye mahusiano. Naomba tu nikukumbushe, Mungu anasema sio vema. Sasa mtu akisema sio vema, hebu tutafsiri hata kauli. Mtu akisema sio vizuri, sio vema, maana unaweza akakupatia picha ni kama mtu aseme kwa hali hii au kwa jambo hili mazingira hayako sawa, kuna kitu hakiko sawa. Adamu alikuwa peke yake na Mungu anasema sio vizuri. Point yetu nasema bila mahusiano haya maisha yatakusumbua. Na Mungu alijua kabisa Adamu akiwa mwenyewe tutamkosa. Wanasaikolojia wanasema wanaume hawa hasa ambao
ni mabache. Na naomba msiangalie sana mbele huko. Huko mbele Mungu ametubariki. Kuna watu wameoa huko, kuna wengine hawajaoa lakini tunajua wanajipanga, si sawa? Ila wanasaikolojia wanasema mtu ambaye hana mtu huwa na kauchizi fulani. Yaani kuna namna huwa hayuko sawa. Ndio maana huwa hatuwaamini sana. Kama ni Mungu atusaidie. Sasa msiwaze, ni mabibi harusi wa Yesu. Hamna machizi huko. Sawa, watumishi wa Mungu. Ila wao wana maana yake. Kuna namna unakosa balance ukiwa mwenyewe. Kuna namna unakosa mtu wa kukutuliza ukiwa peke yako. Kuna namna unakosa mtu wa kushare naye. Wakati mwingine wanaume wote tunakosa nafasi kama hii ya kushare. Na niwaeleze tu watumishi wa Mungu. Tunapozungumza kuwa na mtu, nataka nikueleze, unaweza ukaoa ila ukawa huna mtu. Jamani, si mnanielewa? Kwa sababu pengine hii somo tulielewa kwa upana wake, kwa sababu unaweza ukachukua mahusiano ni kama vile picha kutafuta mtu wa kudate naye. Issue ni muhimu mno. Unaweza ukawa na mtu kwenye ndoa na mnacheti lakini uko mwenyewe. Kwa sababu kuna namna unashindwa kushare naye. Kuna jamaa mmoja alikuwa nafikiri tamaduni zao zilikuwa zinaruhusu kukaa na mtu chunguze kabla hamjaoana. Sasa kuna clip moja niliona Facebook, alikuwa ni babu na bibi wanafunga ndoa. Alafu pale kuna comment chini pale wameandika kwamba baada ya kuchunguzana kwa miaka yote hii tumeamua sasa tuoane. Wazee. Sasa pengine asiwezi kuhukumu sana, pengine wana tamaduni zao, ni mambo ya kitamaduni hayo. Lakini kuna mtu unaweza ukawa naye, ukawa mwenyewe. Ni kama hivi tumekaa na makamu, tumetulia, tumekaa pamoja. Lakini unaweza kuwa tumekaa pamoja lakini hatuko pamoja. Kwani uongo? Kwa sababu issue ya kukaa pamoja si issue ya mwekeo viti viwili mkae, msalimiane, hai, haleluya, uamsho ajenda yetu, nguvu zaidi, uamsho ajenda yetu. Lakini hamko pamoja kabisa. Kwa sababu tunapozungumza kwa habari ya kuwa pamoja ni kule kuendana, kushikamana na kuwa na mwelekeo mmoja. Sasa kuna wakati unaweza kuwa mko ndani ya nyumba ni wawili, lakini kila mtu ana zake. Mmo ndani kila mtu ana kitanda chake. Sinasikiaga hayo. Ila mtu ana mtu, ila hana mtu. Si Kiswahili sasa kimeanza kueleweka. Yaani una mtu lakini huna mtu. Sasa unaweza ukawa na mtu lakini bado ukawa na mazingira magumu sana. Sasa kwenye ile andiko Mungu anasema sio vema mtu awe peke yake. Sio issue tu ya kuwa na mtu karibu, lakini kuwa na mtu ambaye atakuwa mshirika wa maono yako. Kuwa na mtu ambaye atakuwa mshirika wa safari yako na Mungu. Kuwa na mtu ambaye atakuwa mshirika wa wito wako. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa issue ya mtu kuwa peke yake au kutokuwa peke yake ni issue ya ushirika. Sio tu kuwa na mtu kwamba yule bwana anamfahamu. Kwa sababu ni sawa na hivi, mtu mmoja kwa ajili ya kutoa maelezo niliyapenda. Akasema tunapoongea kuhusu mahusiano, sio issue ya watu unaowajua wewe. Ni issue ya wale watu ambao wewe unawajua na wenyewe wanakujua. Jamani, tuko sawa? Yaani wewe unawaelewa na wao wanakuelewa. Kwa mfano kuna watu wanaweza kukutambia na kuja, bwana hapa na namba ya President Samia. Usitutishe, anakujua. Yaani hiyo ndio swali la pili. Sawa, una namba ya rais, yule rais anakujua. Ukilala njaa atasema kuna rafiki yangu hali sio nzuri. Unaweza kuwa na contact kwenye simu yako lakini yakawa sio mahusiano. Si sawa, tunaona watumishi wa Bwana. Kwa kuwa na contact kwenye simu haimaanishi wewe una mahusiano. Lakini issue ya mahusiano ni ile interaction, yale mahusiano, ule ushirika ambao unakuwa nao. Kwa sababu ya kwanza kujifunza somo hili ni kwa sababu bila mahusiano maisha yanaweza kutusumbua sana. Lakini pengine kwenye andiko hili naomba ninyooshe kwa sababu pengine wewe nisiongee haya. Tuna muda mchache kwenye kambi ili sio rahisi niongee kila kitu. Hapo kwenye maandiko Mungu anasema si vyema mtu awe peke yake. Halafu anamwambia nitamfanyia msaidizi. Alafu pili anasema atakayefanana naye. Kwenye isha mahusiano tunazingatia vitu viwili. Inaomba uchukue sana itakusaidia. Haijalishi ni mtu ambaye unamtafuta awe mwenzi wako wa maisha, kwa maana ya mume au mke wako, au awe rafiki yako ambaye unaweza kuwa huru kushia naye mambo ya muhimu kwenye maisha yako, au ni mpendwa mwenzako, au ni mtumishi mwenzako. Vitu viwili viangalie. Jambo la kwanza lazima awe na uwezo wa kukusaidia.
anamwambia Adamu, anasema si vyema awe peke yake. Halafu anasema anachoenda kufanya, anaenda kumfanyia msaidizi. Msaidizi. Asa msaidizi ni mtu ambaye anakuja kuwezesha unachokifanya. Ni mtu ambaye anakuja kuwezesha au kukuwezesha wewe kuwa kile ambacho unataka kuwa. Huyo ni msaidizi. Ni sawa na mtu hapo, ukiwa hapa pengine kuna kitu unajaribu kufanya afu unashindwa. Unapambana unaona unakwama. Unapambana unakwama. Hapa akatokea mtu mwenye nia njema akakupenda, anakuja kumwambia mtumishi wa Mungu, wacha nikusaidie. Kila ambacho ulikuwa unapambana nacho unaona kuna namna amekupush, amekusaidia. Wewe tunasema ni msaidizi kwa sababu amekusaidia. Imani Bwana asifiwe sana. Tunapozungumza mahusiano, hakikishi mtu ambaye umeamua kuwa na mahusiano naye au ni mtu ambaye atakusaidia. Imani Bwana asifiwe. Tuko sawa wapendwa? Tawapa maana ya mahusiano wala usiwazi. Baada ya kukupa kipindi cha pili, nitakupatia tafsiri ya mahusiano. Jambo la kwanza, unapotafuta mtu awe mtu anayekusaidia. Sio mtu anayekurudisha nyuma. Maana yake utagundua kama uko hapa, jaribu tu kuanza kucheki marafiki zako. Wale watu ambao umewapa nafasi kwenye maisha yako, jaribu kucheki. Tangu umeanza kuwa karibu nao, hali yako ya kiroho inaendelea kuwa vizuri zaidi au unazidi kuporomoka? Zile tabia nzuri zile ulizokuwa nazo, mpaka watu wanakupongeza, watu wanakusifia kwamba fulani jamani alio ni mwaminifu. Lakini jaribu kuangalia ule uaminifu bado upo. Tangu umempata fulani ndio rafiki yako, ukipatwa jambo huwezi kutulia pako umemwambia. Tangu ulipompata ule uaminifu bado upo. Anaupalilia huo uaminifu au umeanza kuwa mwizi? Kuna mtu mmoja alisema hivi kwamba ukiwa na marafiki 5 majambazi, jiandae kuwa jambazi namba 6. Tafsiri yake ni kwamba haiwezekani umpe mtu nafasi kwenye maisha yako halafu kabakia hivyo hivyo. Haiwezekani. Lazima tu utabadilika. Sasa mimi natamani bora ubadilike vizuri, sio ubadilike vibaya. Awe ni mtu ambaye anakuja kukusaidia kuwa bora zaidi. Ulikuwa ni muombaji, sasa unaongeza zaidi maisha yako. Ulikuwa ni mtu unapenda kutoka kwenye injili, unaona kiu inaongezeka. Kuna watu ukiwa marafiki zao unakuwa na kimulimuli cha umbea. Kwani uongo? Yanga nisikia kumulizia tu habari za watu. Nauliza mpeo hivi na ule nani, kwa sababu unajua nikiuliza hapa news zipo. Atakupa zote. Yaani anakuja kukupa anointing ya umbea. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana wapendwa. Jambo la kwanza, unapoangalia mtu kwamba unatamani awe karibu na mimi, natamani nimpe nafasi kwenye maisha yangu, jaribu kujiuliza atakusaidia? Atakusaidia kiroho? Ukiwa na rafiki ambaye anaona kuna vitu ufanye vizuri, amekunyamazia na ni rafiki yako na anajua mnafikiri safari ni nzuri wapendwa, ameona kabisa unaenda kuharibikiwa, bora mtu ambaye anakuambia ukweli hata kama utachukia. Ukimpata mtu kama wewe usimwache. Mtu ambaye anakuambia mpendwa umbea dhambi, huyo sawa. Kuliko mtu ambaye ukimpa umbea na kupatia na 500, amenunua umbea. Si shetani huyo? Yaani kuna watu wananunua umbea. Nilikuwa kuna wakati nilikuwa nasoma, nilikuwa nitamfulia ile, silikuwa ni movie. Mama watu wananunua. Na pia kuna mpya zipi mtaani hapa. Kazi yake ni kununua umbea. Hata ndio ananunua viatu, ananunua umbea. Mungu atusaidie sana. Ninaomba Mungu atupe neema. Tafuta mtu ambaye atakusaidia. Lakini pia jambo la pili, Mungu anaongea, anasema si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. La pili anasema wakufanana naye. Unayemtafuta ili umpe nafasi, hakikisha anafanana na wewe. Simaanisha wewe mwanamke kama wewe anaweza kuwa jinsia tofauti, lakini kama kuna tabia mnaendana, ni mwaminifu, anampenda Mungu, ana maisha matakatifu. Jamani Bwana asifiwe. Hakikisha anafanana na wewe. Jamani Bwana asifiwe sana. Naomba niwaambie wapendwa, ukitengeneza urafiki, ukitengeneza mahusiano na mtu ambaye hamfanani na ukaona tu mnaendelea vizuri, naomba nikueleze kuna mmoja ameanza kucompromise. Yaani lazima mmoja aanze